moja ya kitu ambacho huwa kinadharaulika sana na watu wengi hukidharau, lakini ndio kitu ambacho kimebeba maisha, ndio kitu ambacho kitakufanya wewe maisha yako yawe mazuri au yawe mabaya. Sasa naomba utege sikio lako upate kunisikiliza vizuri sana. Nataka niseme na wewe mpendwa, nataka niseme na wewe kijana mwenzangu ambaye najua upo katika upambanaji, najua upo kwenye vita ya kupambana ili kesho uwe na maisha mazuri, ili kesho ukipita barabarani basi watu wengine waweze kujua kwamba mpita mtu fulani katika ubora wa muonekano, ubora wa maisha, ubora pia wa msingi ambayo utaiweka wewe mwenyewe, itaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Kuna janga kubwa sana sasa hivi ambalo linainuka kwa vijana wengi, linainuka kwa akina baba, linainuka kwa watu wote watafutaji wa maisha, linainuka kwa watu wengi sana ambao leo wanaishi kwenye mazingira ambayo ni magumu. Sikiliza nikwambie, watu wanasemaga kwamba eti kwenye ujana ndio wakati wa kufanya kila kitu. Yaani wanakwambia eti ukipita ujana hautakuja kufanya mambo huko uzeeni. Sasa na mimi naweza nikasema wewe utakavyoamua ni jinsi itakavyokuwa, lakini kesho yako inatakiwa uitengeneze leo, na ndio maana tupo duniani kutengeneza makazi ya milele ambayo ni mbinguni. Kwa tunayatengenezea hapa, lakini kesho tunajua tutakuwa mbinguni. Kwa ili mazingira ya kule yawe salama, ni lazima kwanza hapa nipatengeneze na kule mbinguni pawe salama. Maana nikichafua leo na kule mbinguni napata kuwa salama, nikiwa mwenye dhambi, nikiwa mtu ambaye nipo nje na utaratibu wa Mungu, basi elewa hata kule sitakuwa na nafasi yangu. Ndivyo jinsi ilivyo katika mfumo wa maisha haya tulionayo ya kawaida kabisa. Mfumo wa maisha haya tulionayo, usipoitengeneza kesho yako, usipoitengeneza leo, ni ngumu sana kesho yako kuitengeneza kwa wakati huu. Kwa hiyo maisha yanatengenezwa leo kabla ya maisha ambayo tunayategemea. Naomba unisikilize sana hapo. Nataka niseme hasa kabisa na vijana, Mungu ameweza kutupatia muda, na ule muda inatakiwa tuutumie kistaarabu, na ule muda inatakiwa tuutumie kwa kuleta faida ya kesho yetu. Sasa wengi wamepewa muda, lakini ule muda hawautumii vizuri kwenye maisha yao, na ndio maana leo unakuta mtu anasema ya kwamba ningejua kipindi kile nikiwa kijana, ningetengeneza maisha yangu, leo ningekuwa naishi kwenye mazingira mazuri, ningekuwa na maisha mazuri. Yaani anakumbuka ule muda tayari ulishapita, tayari hawezi tena kurudi kule, lakini anajutia ule muda. Angelijua ule muda, angetengeneza maisha yake vizuri. Vijana ambao mnanisikiliza, sikilizani niwaambie, wewe kijana ambao una miaka 20, 21 hadi pale kwenye 27, sikiliza, unao muda mzuri sana wa kutengeneza kesho yako. Unao muda mzuri sana wewe kijana wa kuifanya kesho yako ionekane ni kesho ambayo ni bora kuliko jana yako. Sasa somo linasema hivi: kutumia muda wako vizuri na kwa malengo mema. Kutumia muda wako vizuri na kwa malengo mema. Sikiliza nikwambie, muda uliopewa inatakiwa uutumie huo muda vizuri, tena kwa malengo mema. Tunapewa muda ambao muda inastahili tuutumie vizuri, ili kesho yetu tuwe na vitu ambavyo ni vizuri, ambavyo vinaonekana, ambavyo kesho yangu mimi hata nikisimama mahali popote wanajua kabisa kwamba amesema mtu fulani, na huyu mtu maisha yake yako hivi. Leo kuna watu wanakaa vijiweni, wako kivyao vyao, wakitazama watu ambao wapo wengine kijiweni pale, hawawezi kulingana au halingani nao katika formula ya maisha, na yule mtu anajutia jana yake hakuitengeneza vizuri. Wewe kijana ambaye kwa sasa unao muda mzuri sana wa kuifanya kesho yako
iwe bora. Wewe baba ambaye sasa hivi upo unateseka, sasa hivi upo unalia, bado unao muda mzuri wa kuitengeneza familia yako. Haijalishi unapita kwenye mazingira gani, haijalishi unapita kwenye magumu gani, haijalishi una wakati gani mgumu kwenye maisha yako. Watu tumejikatia tamaa kwa sababu leo jinsi ninavyoishi hivi, ninaamini maisha yangu yatakuwa hivi hivi. Hapana, muda bado upo. Kinachohitajika ni wewe kutumia muda wako vizuri, tena kwa malengo mazuri, malengo mema ya kesho yako. Ukiutumia muda vibaya leo, kesho huo muda unaweza usipate. Watu wanasema siku hazilingani. Leo umepewa muda ambao ungeutumia vizuri, huo muda ungeleta faida ya kesho. Lakini hatujaelewa neno muda ni neno dogo sana, lakini ukilichukulia kiundani ni neno zito ambalo lina uwezo wa kutengeneza formula nzima ya maisha yako ya kesho. Huu muda ambao sasa tumepewa, mfano muda huu tulionao ni muda wa kumlilia Bwana, ni muda wa kumtafuta Bwana, ni muda wa kutafuta uso wa Bwana. Lakini tunapozungumza habari za ujio wa Yesu, wengine hawaelewi. Tunapozungumza habari za Yesu, wengine hawatambui. Tunapozungumza habari ya kuokoka, wengine hawaelewi. Sasa huyu mtu leo tunapohubiri Injili, tunatamani aokoke. Injili anaisikia, anaisikiliza vizuri, lakini ndani yake hataki kuokoka. Huyu mtu kesho atakapokuja kumjua au atakapokuja kushuka Yesu, atakumbuka, kumbe ningejua, ningetengeneza siku ile, leo na mimi Bwana amenibeba. Wafilipi sura ile ya 5 mstari wa 15. Wafilipi sura ya 5 mstari wa 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni yaliyo mapenzi ya Bwana, tena msijiweke kwa mvinyo. Naomba nirudie mstari wa 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mstari wa 16 inasema mkiukomboa wakati, kwa namna mkiukomboa wakati. Kumbe huu wakati ndo wakati wa kuweza kukomboa kesho yangu. Huu wakati ndo wakati wa kuweza kuifanya kesho yangu ionekane bora. Huu wakati ndo wakati sasa wa kumtafuta Bwana. Sasa asilimia ya watu wengi hawataki kutumia muda wao vizuri, hawataki kutumia muda wao katika mapenzi ya Mungu, hawataki kutumia muda wao kwenye jambo ambalo litaleta faida kesho. Vijana wengi wa leo wamejidumbukiza kwenye madawa ya kulevya, wamejidumbukiza kwenye usigara, wamejidumbukiza kwenye ulevi, wamejidumbukiza kwenye dimbwi la dhambi ambalo hilo dimbwi linakula maisha ya kesho. Sasa kijana mwenye miaka 18, 19 leo anavuta sigara. Kijana mwenye miaka 20, kijana mwenye miaka 22 leo anavuta sigara. Hebu jiulize, kwa siku ana uwezo wa kutumia sigara si chini ya mabunda mawili, anatumia sigara. Kesho huyo mtu atakuwaje? Atakuwa na kesho ya namna gani? Kwa hiyo usipotumia muda wako vizuri leo, usipotumia muda wako leo vizuri kwa ajili ya kuiandaa kesho yako, itakuwa ni ngumu sana. Kwa kitabu pale anaposema ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 sijui na hizi penyewe, pale ambapo yalikuwa maandalizi ya Sabato. Sabato ni kesho, lakini akaanza kuandaa leo. Maana yake lazima uitengeneze kesho yako, lazima uifanye kesho yako. Sasa
vipawa tunavyo, nguvu ya kufanya kazi kwa ajili ya kesho ninazo, nguvu ninazo, kila kitu Mungu ametupa, lakini hatujatambua wakati na majira ya kuweza kutumia muda wetu vizuri. Vijana wengi muda walionao sasa hivi ni muda wa kucheza magemu kwenye simu, ni muda wa kucheza magemu kwenye vibanda, ni muda wa kucheza magemu ya mpira, ni muda wa kuangalia vitu vya kijinga, ni muda ambao hawawezi kufikiria kesho yao. Na ndio maana tuna majambazi mengi, na ndio maana kuna majitu ya duniani mengi hayaeleweki, hayana mbele wala nyuma, maisha yenyewe hayaeleweki, kwa sababu walichezea jana yao, ambayo jana wangetengeneza, leo wangekuwa na maisha mazuri. Tupo kwenye dimbwi ambalo hatuwezi tukautumia muda ambao Mungu ametupa, na ninaomba Mungu akusaidie uweze kuutumia muda wako vizuri na kwa malengo mema na kwa malengo mazuri. Usiutumie muda wako bagara, usiutumie muda wako ovyo, usiutumie muda wako kwa sababu unajua kesho ipo. Ndio, kesho ipo, lakini itengeneze kesho leo, yani leo uitengeneze kwa ajili ya kesho. Sasa unaona siku nzima imeisha, hujafanya jambo lolote ambalo la kuweza kukusaidia kwenye maisha yako. Unacheza mapuli tu, sijui unafanya kitu gani, unafanya ujinga ambao hauingizi hata 100. After hiyo kijana tunategemea kesho aje awe sijui nani aongoze. Sawa, uongozi ni neema, uongozi pia ni kipawa. Kwa hiyo huyo mtu aje tu from nowhere, haelewi chochote, hajui hata namna ya kutumia muda, hajui namna ya kucheza na muda kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo wana wako, nataka sasa niseme na wewe kitu ambacho nataka niseme na wewe, utumie muda wako vizuri kwa ajili ya kesho. Tengeneza kesho yako leo, usingoje kesho ndio ifanyie kazi. Itengeneze leo kwa ajili ya kesho. Tumepoteza watu wengi kwenye maisha kwa sababu gani? Kwa sababu ya muda. Tumepoteza wapendwa wengi kwa sababu ya muda. Watu wengi wanaishi kwenye umaskini kwa sababu ya muda. Walipewa nafasi, walipewa muda mzuri, lakini hawakuweza kutumia. Kwa hiyo tumepoteza hizo nafasi kwa sababu ya muda. Mwambie Mungu akupe njia nzuri ya kuweza kutumia muda wako vizuri. Langu jina naitwa Benjamin Maega.